Karibu tena mtazamaji kwenye saa ya pili ya taarifa za leo mashinani. Kwanza tuelekee pwani ya Kenya ambapo zaidi ya maskota 1000 wanaoishi katika ardhi ya makonge ya Voi wanakabiliwa na hatari ya kufurushwa baada ya kampuni ya Voi Point Limited kuanza harakati za kuiuza ardhi hiyo ya ukubwa wa takriban ekari 1900. Kulingana na maskota hao wakiongozwa na mwenyekiti wao, wanadai kwamba wamekuwa wakiishi pahali hapo tangu jadi hadi mwaka 1990 walipoanza kufurushwa ili kutoa ardhi hiyo kwa ajili ya upanzi wa makonge. Alikuwa mbunge wa Wundanyi Mwandawiro Mganga alikashifu serikali iliyopo kwa kutepetea katika kuwashughulikia wananchi matakwa yao. Kampuni ya Voi Point Limited ndiyo iliyokuwa ikifahamika awali kama Voi Sisal Estate na inasemekana kwamba inaigawanya ardhi hiyo iuze ili kulipa madeni. Walikuwa wameandaa 56 families wa Mkameni watapatiwa kila moja ekari 7 kwa miaka hiyo, lakini tulingojea hizo ekari tupewe. Basi mpaka sasa tunangojea na hiyo barua tunayo. Wakati tuliambiwa jamii mwelewe kuenda. Sio wenyewe tuko na watoto wa kiume, tunaanza kupata shida tukijenga nyumba zinabomolewa. Na wakati nikija huku hata uwezi chunga ng'ombe hapa. Chunga ng'ombe zinashikwa. Sasa mimi nilikuwa naomba at least watupimie. Nataka serikali yetu tukufu ya Kenya iweze kuangalia swala hili, ni haki kwa Mkenya kuitwa squatter. Ndugu yangu wa kwanza ana miaka 65 na amezaliwa hapa Mkameni. Mimi nina miaka 41. Je, nitakuwa squatter wa kivipi na kitambulisho cha kazi gani? Hata hiyo huduma namba nitakuwa nayo ni kazi gani? Naomba hiyo huduma namba pia, nikitaka kujua hiyo huduma namba kama kitambulisho ninayo na nina miaka 41 nakaa kwa boma ya mzee sijapimiwa. Je, swala hilo la kuitwa squatter limetoka lini, ama ni katiba gani ya Kenya inaruhusu mtu kuitwa squatter kwa last 41 years? Twaomba serikali kuu na serikali yetu ya county tushikamane, watusaidie. Hizi ekari 1500 zirudi kwa watu wa Taita. Dhulma wacheni iishe. Dhulma ikomeshwe. Na baadhi ya watu ambao wanaendelea kula na huyo Muhindi wanajua siku zao zinahesabika. Wanajua wamedhulumu, imefika mwisho. Msichoke kabisa kusimama imara na kuogopa kwa ajili ya ardhi yenu. Ama msichoke kuwa na kuogopa kuwa na mikutano ndani ya hapa Mkameni. Hapa ni kwenu, mkae na suluhisho linaendelea kutengenezwa, litakuja. Nafikiria hao ndugu zetu kama wale wenye wamekuja kufanya kazi hapa hatujakataa. Kama ndugu yangu DCC, mimi sina imani binafsi na yeye. Na najua wananchi wengi hawana imani na yeye. Because wewe umeletwa hapa, rather than providing security, wewe ndo unakuja kunyanyasa watu, wewe ndo unakuja kugawanya ardhi yao, wewe ndo unakuja kufanya mambo mengine yasiyopendeza.